Wanawake wengi sana wana ile tabia, wanamkosea mwanaume ambaye wapo naye kwenye mahusiano. Akisha kukosea anaanza kulia, ana play ile part ya kuwa victim, yani anataka kukufanya uamini kwamba wewe ndo umemkosea, lakini kiuhalisia yeye ndo anakuwa amekukosea. Inatakiwa uchange karata zako vizuri. Mwanamke anaweza kukosea kabisa, yani anajua amekosea yeye, yani amezingua yani big time. Anaweza akafanya kitu cha kutia huruma, akalia kabisa machozi, akataka wewe umuombe msamaha ama akataka umsamee wakati hajakiri kosa alilolifanya. Ni vizuri sana ukakiri kosa. Yani kukosea ni jambo moja, kukataa kosa ni jambo la pili. Yani ukijua umekosea, ukakubali kosa lako, ni rahisi sana mtu uliyemkosea kukusamee, kwa sababu anaweza kuwa kuamini kwamba umefanya kwa bahati mbaya ama umeteleza kufanya, kwa sababu kosa, binadamu tumeumbiwa kukosea. Mtu utakosea tu. Lakini utakapokosea and then ukakataa kosa, tayari ushafanya kosa la pili. Manake ilo kosa la pili la kukataa kosa lako ni kubwa zaidi kuliko hata kosa lako ulilolifanya. Kwa hiyo wanawake wengi sana hawatamani kukiri makosa. Wana play victim ili wakuvute uone kabisa kwamba hajakosea na umsamee. Lakini je, na kusamee vipi kama hujakosea? Mtu ambaye anasamehewa manake amekosea. Kwa hiyo kama umekosewa, kama umeomba msamaha, that means kuna kosa. Lazima uadmit kwamba nimekosea, naomba unisamee. Kwa hiyo wanawake, hebu acheni hizi mambo. Ukijua umekosea, don't play that side of victim. Yani usijifanye muhanga, usijifanye umeonewa. Ukikosea unatakiwa ubebe jukumu la makosa yako uliyoyakosea, na ukiri uombe msamaha, na ni jukumu la mtu uliyemkosea kukusamee.